kwa sababu yeye peke yake anastahili utukufu, heshima na adhama zote ni zake. Wanachukua utukufu wake. Ukafanya tena zaidi kwa Bwana. Yesu heshima ushindi tena. tuko mbele za Bwana. Nataka niyalete mambo kadhaa ambayo nataka twende tukamwombe Mungu kwa ajili yayo. Mchungaji wetu kiongozi kisha tuongoza kwa habari ya maombi na maombezi, na asubuhi ya leo nataka nikuite ewe
wana KRT kwamba Mungu anataka tumpazie sauti zetu kwa ajili ya yale mambo ambayo tunataka atende jambo. Nataka tuende mbele za Bwana tukaombe kwa habari ya taifa letu la Tanzania, lakini pia tutajikita kuombea uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Tunataka Mungu atupe viongozi ambao wanatoka kwake. Tunataka Mungu atupe viongozi ambao amewachagua yeye, viongozi ambao watatuongoza kwa miaka 5 mingine. Nataka nikuombe mwana KRT, twende tukapaze sauti zetu tukimwambia Mungu, utupe viongozi, utupe raisi, utupe makamu wa raisi, utupe viongozi mbalimbali wa majimbo, utupe madiwani na viongozi kadhalika kadhalika. Lakini nataka tutumie nafasi hii pia kwenda mbele za Bwana kumshukuru Mungu kwa ajili ya uponyaji wa askofu wetu mkuu Dr. Barnabas kutoka mbali. Mungu amemsaidia, Mungu amemponya, Mungu amemrejesha tena Tanzania kwa ushindi mkubwa. Nataka tuende mbele za Bwana tumshukuru Mungu kwa ajili yake. Nataka tuende mbele za Bwana wakati huu, ninakuomba sasa uinue mikono yako, uinue mikono yako, uombe kama Pentekoste, nena kwa lugha, paza sauti, mlilie Bwana, mwite Bwana katika jina la Yesu. Twende mbele za Bwana katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunakuita kwa ajili ya taifa letu hili zuri. Bwana, unatutia nguvu. Bwana, ponya nchi. Bwana, ponya nchi. Bwana, ponya nchi. Bwana, ponya nchi. Mungu wetu amani, tunaomba hata kwa habari ya uchaguzi. Mungu wetu amani, tunakuita Bwana, tunakuita Bwana, tutendee yaliyo mema, tusaidie Bwana hali ya changamoto ya afya yake, lakini Bwana ulikuwa naye pale alipokuwa akipatiwa matibabu. Saidie kwamba wewe umpiganie, kwamba wewe umrejeshe Tanzania salama, umrejeshe katika kiti chake cha Shangilia Yesu, shangilia Yesu, shangilia Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunamshukuru sana Mungu ambaye amekuwa pamoja nasi tangu Jumatatu. Tumeuona wema wa Bwana, Jumanne tumeuona wema wa Bwana, lakini Jumatano katika zile kanda zetu tumemwona Mungu akihudumia watu. Hebu tumpigie Yesu makofi mengi na vigelegele na shangwe kwake Yesu pekee. Nitumie nafasi hii kushukuru uongozi wa kanisa, baraza letu zuri la wazee. Tunawashukuru sana kwa kuendelea kutuamini vijana kwamba tunaweza kuwa mstari wa mbele katika kutenda yaliyo mema yanayomtukuza Mungu. Tunawashukuru sana kwa kutuamini. Lakini nitumie nafasi hii kumshukuru mchungaji wetu kiongozi, baba yetu mchungaji wetu kiongozi Ron Swai. Asante Baba kwa kuendelea kutuamini vijana na kutupa nafasi ya kuendelea kumtumikia Mungu. Tunasema asante pia kwa wakuu wetu wa kanda, mashemasi na kanisa lote kwa ujumla. Tunawashukuru sana. Hebu tumshangilie Yesu kwa makofi mengi 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 kwake Yesu aliyetuwezesha. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina ninafahamika kwa jina la ndugu Godlove Lazaro Marenge. Ni moja ya viongozi idara ya vijana hapa kanisani kwetu Revival. Kwa ninamshukuru Mungu kwa nafasi hii ambayo amenipa kwa neema kusimama mbele yako kuzungumza na wewe maneno matakatifu, maneno ya Mungu. Ninaamini asubuhi ya leo kuna kitu nyumbani mwa Bwana. Kuna kitu nyumbani mwa Bwana.
kuna jambo ambalo Mungu anataka afanye katika maisha yako. Ninakuomba uniazime moyo wako, ninakuomba uniazime dakika zako chache, niseme na wewe yale ambayo Mungu amewekeza katika moyo wangu kwa wakati huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu kama umebarikiwa sema amen. Sema amen. Amen, amen. Basi tutakwenda kuyasikiliza maneno ya Mungu, lakini kabla sijakwenda kuleta ujumbe wa neno la Mungu katika jina la Yesu Kristo, wewe ambaye umeamrisha mbingu zikawa, wewe ambaye uliamuru vitu vyote vikawa, Baba wa mbinguni, ni wakati mwingine ambao Bwana ninakwenda kulisema neno lako. Ninakusihi Bwana, nitumie kama chombo chako. Ninakuomba Bwana ukaniwezeshe kulileta neno lako kwa watu wako katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba kupitia neno hili mtu mmoja ambaye atalisikia akaamini. Ninaomba kupitia neno hili mtu mmoja ambaye ataamini akapokee muujiza wake, akapokee uponyaji wake, akapokee nguvu mpya. Ni katika jina la Mungu Baba, jina la Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen, amen. Tumshangilie Yesu kwa makofi mengi wakati tunakaa katika uwepo wa Bwana. Kwa habari ya ujumbe unaosema imani thabiti, imani thabiti, nataka nizungumze na wewe kwa habari ya ujumbe huo, kwa habari ya imani thabiti, imani thabiti, imani katika Bwana, imani katika Mungu, imani katika kumtumaini Mungu katika mambo yote ambayo tunaenda kwayo. Nataka nizungumze na wewe kupitia ujumbe ambao viongozi wetu wa kitaifa wametuhimiza katika mwaka huu kwamba tutasimamia kitabu kile kizuri cha Zaburi mlango ule wa 60, lakini tumepewa mstari mmoja ambao tutausimamia, ni mstari ule wa 12. Ninaamini tunaweza kusoma katika bana yetu hapo juu ambao unazungumza kwa habari ya Mungu aweza kutusaidia. Lakini nataka nizungumze na wewe, Mungu anaweza kutusaidia kama tutaweza kupandisha imani zetu, kama tutaweza kuinua imani zetu na kuamini kwamba Mungu yeye pekee anaweza kuwa msaada, anaweza kutusaidia, anaweza kutuokoa. Haleluya, haleluya. Nataka nifanye ufafanuzi mfupi wa kitabu hiki cha Zaburi mlango wa 60. Kitabu hiki au Zaburi hii iliandikwa kama sehemu ya maombolezo ya kitaifa ya kuendelea kumlilia Mungu baada ya vita isiyotarajiwa dhidi ya adui wa Israeli. Ni Zaburi ambayo iliandikwa kama sehemu ya maombolezo ya kitaifa ambayo yalikuwa yanaonyesha watu ambao walikuwa wakimlilia Mungu kwa namna isiyo ya kawaida baada ya vita isiyotarajiwa kuzuka katika taifa la Israeli. Sikia nikwambie, katika maisha yetu ambayo tunaenenda, wakati mwingine kunagubikwa kwa habari ya maombolezo. Maombolezo ambayo Biblia imeyataja wakati mwingine ni maombolezo ya kitaifa, pale ambapo linatokea jambo lisilo la kawaida. Taifa linakuwa katika hali yake ya kawaida ya kuzalisha kiuchumi, ya kuendelea kijamii, lakini kwa ghafla adui anaingia na kuivamia nchi. Sikia, watu hawa
walikuwa wakiendelea katika shughuli zao za kila siku, lakini kwa ghafla ikazuka vita isiyotarajiwa. Watu hawa wakaanza kumlilia Mungu. Watu hawa wakaanza kufanya maombolezo yasiyo ya kawaida, wakamlilia Mungu. Sikia nikwambie, wakati huo Daudi na sehemu ya jeshi lake walipokuwa wakipigana vita upande wa kaskazini mwa nchi, Edom alifanikiwa kuivamia kusini mwa Yuda. Wakati huo ilikuwa ni baadhi ya majeshi ya Daudi yalitoka kupigana upande wa kaskazini, lakini katika hali hiyo hiyo ya mapigano, katika hali hiyo hiyo ya kuilinda Israeli, katika hali hiyo hiyo ya kulilinda taifa, ghafla wakasikia upande huu wa kusini mwa Yuda Edom ameivamia na kuanza kuipiga. Sikia nikwambie, wakati mwingine katika mwendo wa maisha waweza kuwa uking'ang'ana na jambo hili, lakini kabla haujalimaliza unapata habari nyingine mbaya kwamba kuna jambo lingine limezuka. Haujui uende kaskazini, haujui uende kusini, haujui uelekee upande upi. Ndivyo ilivyokuwa katika taifa ili la Israeli. Daudi akashindwa namna ya kufanya, maana Edom alikuwa amekwisha ivamia kusini mwa Yuda. Sikia nikwambie, Zaburi hii inaelezea hisia za watu wa Israeli, hofu na mishtuko kana kwamba Mungu amewaacha. Zaburi hii inatoa ufafanuzi katika sehemu nyingine kwa habari ya watu wa Israeli, hisia za watu wa Israeli. Sikia nikwambie, wakati mwingine katika mwendo wa maisha yetu kama waamini, wakati mwingine tunagubikwa na hisia ambazo wakati mwingine zinapelekea hofu, wakati mwingine zinapelekea mishtuko ambayo haina namna ya kuelezeka. Sikia nikwambie, watu hawa waliguswa, walipatwa na hisia potofu, walipatwa na mishtuko ambayo ilikuwa sio ya kuelezeka, kwa habari ya kuvamiwa kwao, kwa habari ya mambo magumu ambayo yalizuka katika maisha yao, yalizuka katika taifa lao. Sikia nikwambie, watu hawa walihisi kana kwamba Mungu amewaacha. Sikia nikwambie, yawezekana wewe ambaye unanisikia, yamkini uko katika kipindi ambacho ni kipindi cha hofu kuu, ni kipindi cha maombolezo makuu, ni kipindi cha hisia kali kwa habari ya mpito wa maisha yako, kwa habari ya mwendo wa maisha yako. Sikia, watu hawa nao walipitia kama vile unavyopitia wewe. Watu hawa walipitia kama vile mataifa mengine katika nchi mbalimbali yanapitia maombolezo, vita, yanapitia mkanganyiko, yanapitia mpasuko. Sikia nikwambie, watu hao walifika mahali wakakata tamaa kabisa, na wakaona kama Mungu amewaacha kabisa. Na ni mwendo ambao mtu awaye yoyote anaweza kuwa nao, wakuona, kwa nini mimi? Kwa nini mimi? Kwa nini mimi ugonjwa huu? Kwa nini mimi vita hii? Kwa nini mimi mapingamizi haya? Wakati mwingine inafika mahali unaona kama Mungu amekuacha. Na watu hawa wa Israeli ilifika mahali wakakata tamaa kabisa. Lakini nataka nikwambie, tumaini bado lilikuwepo kwa mtumishi wa Mungu
Daudi. Tumaini bado lilikuwepo kwa mtumishi wa Mungu Daudi, lakini Daudi aliamini ushindi tu. Asubuhi ya leo nataka nifanye matamko ya imani. Haijalishi ni maombolezo ya namna gani unayofanya katika maisha yako, lakini nataka nikwambie ushindi upo katika maisha yako. Nisaidie kusema amen. Nataka nikwambie ushindi upo katika maisha yako. Haijalishi hali ya afya ulionayo kwa saa hii, lakini nataka nikutie moyo, ushindi bado upo. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Katika kitabu hiki cha Zaburi mlango wa 60, huu mlango wa 60 umegawanyika katika sehemu kuu 3 ambazo zinafanya uchanganuzi wa mlango huu wa 60. Sehemu ya kwanza inazungumzia kwa habari ya fikara potofu kwamba Mungu amekuacha. Nayo unaweza ukasoma kwa wakati wako Zaburi mlango wa 60 mstari wa 1 hadi ule wa 5. Unaweza ukaona jinsi ambavyo taifa lile la Israeli walivyokuwa wakinungunika, walivyokuwa wakifanya maombi ya manunguniko, maombi ya kusita sita, maombi ya kuona kana kwamba Mungu amewaacha, maombi ya kutoamini, lakini wanatamka kwamba Mungu, hata kwa nini umetuacha? Mbona umetutupa? Sikia nikwambie, hiyo ni sehemu ya kwanza ya mlango huu wa 60 wa kitabu hiki cha Zaburi. Lakini sehemu ya pili inazungumzia kwa habari ya uweza wa Mungu dhidi ya taifa lake. Uweza wa Mungu dhidi ya taifa lake. Na hapo utajisomea kwa wakati wako mlango huu wa 60 wa kitabu cha Zaburi, kuanzia mstari wa 6 hadi mstari ule wa 8. Sehemu ya 3 inazungumza kwa habari ya ujasiri wa watu ndani ya Mungu. Ujasiri wa watu ndani ya Mungu. Na hapa unaweza ukaona jinsi ambavyo baada ya kufanya sehemu ya kwanza ya maombolezo katika hisia mbalimbali na hofu na kuonekana kwamba Mungu amewaacha, unaweza ukaona baadaye walianza kufanya matamko ya imani, matamko ya imani kwa habari ya uweza wa Mungu dhidi ya taifa lake, kwamba Mungu hawezi liacha taifa lake likaangamia, hawezi liacha taifa lake likaangamia wala likapigwa, hawezi acha watu wake wakaangamia, hawezi acha watu wake wakapigwa na adui. Na ndivyo ambavyo walivyoamini, na ikawa na ikawa na ikawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakwenda kusoma mlango huu wa Samueli wa pili mlango wa 8 mstari wa 13. Samueli wa pili, Samueli wa pili, Samueli wa pili mlango wa 8 mstari wa 13. Samueli wa pili mlango wa 8 mstari wa 13. Biblia inasema, basi Daudi akajipatia jina aliporudi kutoka kuwapiga Waedomi katika bonde la chumvi, watu 18,000. Akaweka askari wenye kulinda ngome katika Edom, katikati ya Edom yote akaweka ngome, na Waedom wote wakawa watumwa wa Daudi. Naye Bwana akampa Daudi kushinda kila aliko kwenda. Nimesoma mlango wa 8
katika kitabu hiki cha Samueli wa pili mstari wa 13, nikitoa sehemu fupi ya mafafanuzi kwa habari ya uvamizi ambao ulitokea kwa taifa hili la Israeli, kwa habari ya watu hawa wa Edom kuwavamia Israeli. Tunaona hapa Daudi alitoka akapigana nao. Sikia nikwambie, Daudi aliporudi, Biblia yangu inaniambia kwamba Bwana akampa jina. Sikia nikwambie, baada ya kuvumilia vita yako, baada ya kuvumilia vita yako, baada ya kuweka imani thabiti dhidi ya mwendo wa maisha yako, haijalishi hali ya afya yako, haijalishi hali ya familia, haijalishi hali ya kiuchumi. Sikia nikwambie, utakaporudi kwa ushindi, Bwana atakupa jina. Bwana atakupa jina. Na asubuhi ya leo nataka nifanye tamko jingine ya kwamba asubuhi ya leo Bwana akupe jina jipya katika jina la Yesu Kristo. Waliokuita wa kushindwa, asubuhi ya leo Bwana amekuita wewe ni mshindi, wewe ni shujaa, wewe ni jemedari. Simama imara, simama imara, tembea na Bwana, weka imani thabiti. Bwana atapigana vita yako katika jina la Yesu Kristo. Nisaidie kusema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Nina uhakika wa ujumbe huu kwa sababu Biblia yangu inaniambia katika kitabu kile cha Yohana mlango wa kwanza mstari wa 11 na wa 12, Biblia yangu inaniambia kwamba yeye alikuja kwake lakini walio wake hawakumpokea. Lakini ninaupenda sana mstari huu wa 13 au 12 ambao unasema, bali wote waliompokea, bali wote waliompokea, bali wote walioweka imani kwamba Bwana anaweza kuwatoa katika majaribu yao, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Sikia nikwambie, sikia nikwambie, mstari wa 12 Biblia inazungumza kwa habari ya jambo la kimiujiza, jambo la muujiza wa imani thabiti ambao uliwatokea wanafunzi wa Yesu baada ya muujiza wa uponyaji kutokea kwa mtu mmoja. Sikia, za kutembea kama shujaa, akaanza kutembea kama mtu ambaye amepokea muujiza wake katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Vita yako si vita yako, vita yako ni vita ya Bwana, na katika jina la Yesu Kristo. Uchumi wako si uchumi wako, uchumi wako ni uchumi wako pamoja na Bwana katika jina la Yesu. Hakuna kutetereka, hakuna kurudi nyuma, tunasonga mbele, tunasonga mbele, tunasonga mbele, tunasonga mbele katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Pigia Yesu makofi mengi na vigelegele. Kitabu cha Zaburi mlango wa 60 mstari wa 11, Biblia yangu inaniambia kwamba wokovu wa wanadamu haufai, msaada wa wanadamu haufai. Imani yako umeweka kwa nani? Imani yako, tumaini lako, hali yako unayopitia umeiwekeza kwa nani? Biblia yangu inaniambia kwamba wokovu wa binadamu haufai. Aweza kuwatokea mtu akuahidi kabisa,
nitakusaidia, tutakuwa pamoja, tutaenda pamoja, haijalishi hali ulionayo. Kuna mwanafunzi mmoja katika kitabu kile cha Matendo kinazungumzia kwa habari ya zile injili ambazo Yesu alizihubiri kipindi kile ambacho Yesu alikuwa katika hali ya kusulubiwa kwake. Lakini kuna mwanafunzi mmoja alisema, Yesu, kama ni kupigwa tutapigwa wote. Lakini alipomwona Yesu ananing'inizwa, anateswa, anahangaika, analia, anabeba adhabu ya amani juu ya watu wenye dhambi, yule mwanafunzi hakuweza kusogea hata kidogo. Nataka nikwambie, wokovu wa mwanadamu haufai kitu. Wokovu wa mwanadamu haufai kitu. Biblia yangu inaniambia katika kitabu Mungu anaweza kufanya. Lakini katika mlango huu wa 60 wa kitabu cha Zaburi, katika mstari huu wa 12 ambao ni mstari mkuu ambao tunausimamia, Biblia inasema kwa msaada wa Mungu tutatenda mambo makuu. Kwa msaada wa Mungu, si kwa msaada wa wanadamu, si kwa msaada wa waganga, si kwa msaada wa wachawi, si kwa msaada wa mafuta, si kwa msaada wa chumvi, si kwa msaada wa keki ya upako, si kwa msaada wa wanadamu yoyote. Biblia yangu inaniambia kwamba kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Mshangilie Yesu kwa makofi mengi na vigelegele. Haleluya, haleluya, haleluya. Kitabu cha Wafalme wa Pili, kitabu cha Wafalme wa Pili mlango wa 7. Ninaupenda sana mstari wa 6 ambao unazungumza kwa habari ya ushindi ambao Mungu aliwafanyia watu dhaifu ambao Biblia iliwaita wenye ukoma. Biblia iliwaita wenye ukoma 4 ambao hali ya nchi, hali ya taifa ilikuwa ni mbaya. Hali ilikuwa ni mbaya, njaa imezuka, vita imetokea, hakuna msaada. Sikia nikwambie, watu hawa dhaifu wenye ukoma wakaulizana, wakaambiana kwamba tukikaa hapa tutakufa, lakini tukienda kule yamkini tutakufa. Wakakaa wakatafakari, lakini Biblia yangu inaniambia kwamba wakaamua kwenda kwa lile taifa la Washami. Haleluya, haleluya. Wafalme wa Pili mlango wa 7 mstari ni ule wa 6. Wafalme wa Pili mlango wa 7 mstari ni ule ni wa 6. Biblia inasema, kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washami kishindo, miendo ya magari na kishindo cha farasi, kama kishindo cha jeshi kubwa. Watu hao waliweka imani thabiti kwamba haijalishi yatatukuta mambo gani katika hali tunayoipitia, haijalishi yatatukuta mambo gani katika mwendo wa maisha yetu, lakini tutaiendea njia ya Washami. Sikia nikwambie, yamkini unajiuliza kwa habari ya kukata shauri, kwa habari ya kumwamini huyu Yesu, kwamba nikimwamini huyu Yesu nitapata nini? Nitapata nini? Hali yangu hii afya itakuwaje? Je, nitaponywa ili niokoke? Je, ni maswali ambayo mtu aweza jiuliza, lakini ya watu
walipojigundua sisi ni wadhaifu, lakini hao watu walipojigundua hali ya taifa ni mbaya, walikata shauri la kuendea Washami. Sikia nikwambie, usisite kwa habari ya kumwamini huyu Yesu, kwa sababu usipomwamini na hali ulionayo utakwenda nayo, lakini ukimwamini Mungu aweza kukufanyia ushindi. Ndani ya Yesu kuna vitu kadha wa kadha. Uponyaji umo ndani yake, uzima umo ndani yake, ushindi umo ndani yake. Sikia nikwambie, hawa watu wakaenda, lakini Biblia yangu inaniambia kwamba Bwana akawasikizisha kishindo. Katika hali ya kawaida walikuwa ni watu ambao yamkini adui zao wangewaona wasingetetereka, wangesimama waseme ngoja tuone ni akina nani wanaokuja. Lakini Bwana alikwisha tanguliza jeshi lake ambalo hatua moja ilikuwa ni kishindo. Sikia nikwambie, Bwana atawasikizisha adui zako kishindo, nawe utasonga mbele, nawe utasonga mbele, nawe utasonga mbele, nawe utashinda, nawe utajipatia baraka nyingi na utukufu mwingi katika jina la Yesu. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Nataka nikwambie, Bwana atawasikizisha adui zako kishindo cha ushindi, kishindo cha afya, kishindo cha wokovu, kishindo kama kishindo cha jeshi ambalo litakwenda kupigana vita yako, kishindo cha jeshi ambalo litakwenda kupigana kwa habari yale mambo ambayo unamtaka Bwana ayafanye. Usiogope, pandisha imani yako, pandisha imani yako, pandisha imani yako. Tembea na Bwana, tembea na Bwana, tembea na Bwana, utashinda. Sema amen. Mungu hutumia vinyonge ili kuangusha vyenye nguvu. Huu ni ushahidi usiopingika kwamba Mungu hutumia vinyonge ili kuangusha vyenye nguvu. Nataka nikutie moyo, usiangalie vile ambavyo wanakutafsiri, usiangalie vile ambavyo wanakuwekea zile argument zao, usiangalie vile ambavyo wanakujaji na kukutathmini, lakini angalia ile hali ya ndani, imani thabiti. Na hapa tunaona pia mfano mzuri kwenye taifa hili la Israeli katika kipindi hiki ambacho tunazungumzia kwa habari ya Elisha alivyozungumza kwa habari ya hali ya taifa itakavyokuwa. Alizungumzia neno zuri kabisa la kiuchumi kwa habari ya mfumuko, na mfumuko huo ulikuwa unazungumzia kwa habari ya kushuka thamani. Na hapa tunaona hawa watu waligundua hali imekuwa ni mbaya. Wakati mwingine hali ya taifa, hali ya familia, hali ya jamii yaweza kuonekana imeshuka sana katika kutafsirika katika namna ya kawaida, lakini kama tutainua imani zetu pasipo kutafsiri hali za nje, Mungu atatufanyia ushindi mkubwa. Sehemu nyingine nzuri ambayo ninaipenda sana inazungumza kwa habari ya usividharau vilivyo vinyonge vya Bwana, yeye mwenyewe atawakanyaga watesi. Anazungumzia kwa habari ya usividharau vilivyo vinyonge. Usidharau vyombo vya Bwana ndani ya nyumba ya Bwana. Yaweza kuwa umekaa tu unaangalia na kutafsiri vitu vile ambavyo unaweza kuvitafsiri, lakini Bwana anazungumza na sisi asubuhi ya leo kwamba usividharau vilivyo vinyonge ndani ya nyumba ya Bwana.
usividharau vilivyo dhaifu. Yamkini unaweza kuvitathmini katika namna unavyoweza kusema, lakini usividharau. Tamalizia mlango wa mwisho wa kitabu cha Samueli wa kwanza, mlango wa 2 mstari ni ule wa 8. Biblia inazungumza kwa habari ya yeye mwenyewe Mungu humuinua mnyonge kutoka mavumbini na kumpandisha kuketi pamoja na wakuu. Asubuhi ya leo Mungu anataka atupeleke viwango vingine vya imani thabiti, viwango vingine vya kumwamini yeye. Haijalishi tafsiri za hali zetu, haijalishi uhalisia kabisa wa hali zetu, lakini Mungu anataka atupeleke mahali fulani. Asubuhi ya leo nataka nikwambie, Mungu anataka akuinue. Mungu anataka akupeleke mahali pengine patofauti. Wakati tunapokwenda kumalizia, naomba niwaalike praise team, wakati wengine wote tunapokwenda kusimama ili tupate kwenda kumsihi Mungu. Karibuni.